it is heartbreaking kuona ya kwamba watu kwa sababu rangi zao ni nyeusi na ni Waafrika wanadhulumiwa kule China. Mimi nimeangalia, sijaona mzungu akiambiwa atoke kwa room yao, na kule wazungu ndio wamekufa zaidi kuliko watu Africans. Sijaona Muasian mwingine akidhulumiwa kutoka nchi zingine. Sijaona Waarabu na huko wamekufa kuliko hata hapa Afrika na ugonjwa wa corona. Kwa hivyo this is nothing but racism, and it has to be called as racism. Hata kama tuko na pesa zao, hata kama wametukopesha pesa, this is nothing but racism. Na isitoshe basi, hao wa China ndio wameanzisha huu ugonjwa, umetoka kwao. Hao ndio ugonjwa huu umetoka kwao, ukaja hapa mpaka umeua watu wetu Kenya. Halafu kule wanawadhulumu wa Kenya, who are just victims like the rest of the world from a virus that emanated from China, where now they are practicing racism against Africans. We must speak out. Hata kama ni marafiki wetu wakikosea lazima tuwaambie. Hata kama tuko na tumekopa tumefika hapa kwa deni, lazima tuwaambie that we will not tolerate this. It is improper. Na mimi naomba serikali kuu, ingewezekana Wakenya walio hapo tutafute ndege tuwalete nyumbani. Tuwalete nyumbani, tuwa quarantine, tuwatibu hapa kama watekani huko. Ndio tunajua sasa marafiki wetu ni hawa, maadui wetu ni hawa. How do you knock somebody out from a building alale kwa barabara na ni winter? Mama analala nje kwa mtaro kwa sababu rangi yake ni nyeusi, wanasema ati atawapatia coronavirus. Na hiyo coronavirus imetoka China, haijatoka Afrika. Nothing but it we are just looking for an excuse to express their racism. That's what it is. And so as a government, si kuandika polite letters, kutoa polite statements, we must be on force here. I was expecting the president to be online with the president of China, kumuuliza what is going on. Askari wa mwaga huko Guangzhou waambie watu ukifukuza Mwafrika utaona. Because they are making money, wanatuzia vitu nyingi hapa. Wanatengeneza pesa from Africa. Kwa sababu sijaona Muitaliano akiambiwa akae nje na Waitaliano wamekufa wengi. Sijaona Muamerikano akiambiwa atoke kwa nyumba huko China. Sijaona mzungu akiambiwa akae. Kwa nini wanasema Mwafrika? It's nothing but racism. Hope they have gotten the message. Hatuogopi, sisi kama viongozi tunatetea haki ya watu wetu, hatuogopi. I'm instructing my Minister for Health that even as we plan for corona, we may need to also have a plan to improve and expand our maternity. Because with some of these lockdowns, I'm expecting that 9 months from today, 8 to 9 months, 10 months from today, we may have an influx of a lot of babies being born, which is very good for us as politicians, kwa sababu hiyo ni kura inaongezeka. But so kwa hivyo tujipange. Tujipange. Na tuendelee kuvaa mask na kukeep social distance. Hii si wakati wa kutafuta kupiga watu busu. Una keep social distance, unanawa mikono saa yote na unatumia ile sanitizer if you can. Sawa sawa. Na pombe haiui. Unajua pombe haiui hiyo bacteria, hiyo virus. Kwa sababu hii virus inaogoa na alcohol content over 69%. 70%. Na ile pombe kali sana ni 40%. Nafikiri changani about 52, 53 hapo. Mimi si expert wa changani, lakini nafikiri changani hapo 55 hapo hivyo. Kwa hivyo hata changaa haifikii. Kwa hivyo usifikiria tukikunywa pombe ati itasaidia, au ukikunywa bia Tusker ni 5%, 3%. Hiyo kwanza hiyo ndio inaongeza nguvu. Inaongeza nguvu hiyo virus kwanza inanenepa kidogo, inakupiga kabisa. Kwa hivyo tujue kwamba kama unakunywa pombe na unalewa, virus ikikuja itapita na wewe. Kwa sababu wakati unakunywa pombe you lower your immunity. Hiyo ni science. If you are drunk, your immunity is low. Kwa hivyo wakati umelewa na hii virus imekuja, ujue kwa wale wako kwa meza hapo ikigonga, wale mlevi inaenda kwake kwanza. Kwa sababu immunity yako iko chini. Kwa hivyo tusifikiri ati kunyoka lovo ati niko utethese yako dhamba moko akalovo, kuyo utethese no kiko.